Episode 2 inaanza, tunamwona Babi katekwa na wale jamaa ambao ni wageni kabisa, yani hatujawahi kuwaona kabisa. Kumcheki Babi akasema nakujua wewe. Lijamaa nalo likamjibu hicho cha muhimu sasa hivi nataka kujua wapi alipo Hex. Babi akasema hajui. Hujui umevaa kiume na imani pia utamudu mapigo ya kiume. Hex yupo wapi? Kakasema tena akajui. Hujui utaongea tu, wewe subiri. Akampiga mkofi wa nguvu pale, kisha akamuongeza na lingine, afu zikashuka ngumi kibao. Hawa jamaa na wenyewe wakaingilia kati kumpiga Babi, hawajali hata kama ni wa kike maskini. Akalia kwa maumivu makali sana. Mwisho akasema kwamba anamjua mtu ambaye anaweza akawasaidia wapi alipo Hex. Kweli bana, mda huo jamaa wakatoka. Na mda huo huko Bigi alikuwa katoka kununua vya kutafuna huko. Si unajua tena mwili ujengwe kwa tofali. Anajilia zake taratibu pale, akaja huyu jamaa akamwambia nifuate. Akasema hapana, kijana nifuate. Wewe si ndo Bigi? Kiongozi mimi naitwa Razaki Abdullahi na sio Bigi. Jamaa akageuka kidogo, Bigi akapata upenyo akakimbia huyo. Akaona gari moja akajua daladala, akaanza kusema hey moto. Akazama ndani, kumbe akajipeleka mwenyewe maskini kwenye mtego. Kuja kufika kwenye sehemu husika sasa, akashangaa kumuona Babi. Akamuuliza kwa hiyo Babi umenichoma? Swali likafuatia kwa huyo kiongozi, Temi na Hex wapo wapi? Bigi akajibu ajui kabisa walipo. Akawapia kabisa ya julo lote kuhusu Hex. Jamaa akamwambia nimependa ujasiri wako, ila pia so muda utaanza kuongea tu, kwa kinachokufuatia utaongea mzee. Akaamrisha jamaa wampige, wakaanza kumpiga Bigi pale. Walimpiga vibaya, alafu baya ni kwamba walikuwa wanampiga maeneo ya shingo. Na ghafla Bigi akazima pale. Sijui ndo amekufa tayari. Hii ni Teen Love episode 2 season 2. Kama ukuona vipande vya nyuma, rudi kwenye channel kisha nenda sehemu ya playlist. Nimekupangia hapo full recap. Hakikisha umsubscribe channel hii kwa burudani zaidi za Claim Swahili. Mimi ni storyteller wako, naitwa Claim Swahili. Upande wa huku yupo Hex na Temi. Yaani Temi bado yupo busy kukagua zile karatasi. Lazima tu kuna ukweli usiojulikana hapo. Jamaa akamuuliza kutwa nzima upo unazikagua tu, kwa nini usiachane nazo hizo karatasi tu? Temi akauliza hivi kwenye bahasha pia si kulikuwa na memory card? Jamaa akajibu ndiyo, bahasha waliotupiwa muda ule ilikuwa na memory card ndani. Temi akaomba aletewe memory card na pia aletewe laptop yake. Hex kweli akaenda kumletea pale. Katika kukagua kwenye laptop sasa kupitia ile memory card, wakagundua katika hii biashara ya dawa za kulevya kuna watu wengi sana ambao wana vyeo vikubwa sana serikalini. Wakasema lazima wampigie detective simu kumjulisha hizi habari. Wakapiga pale mzee na wakamuelezea kila kitu. Detective akajibu sio muda atakuwa hapo, sasa hivi kuna mission wanafanya kwanza, wakimaliza watakuja. Kweli wakabaki kusubiri pale. Katika kusubiri pale, Hex akamwambia Temi kwamba unahisi ndugu zako watakuwa wakutafuti, dada yako, labda baba yako pia? Akasema dada yangu sio kweli, yani anatamani kabisa hata ningekuwa nimekufa, na baba haijulikani alipo sasa hivi, maana wana taarifa zozote zile kuhusu mzee wake. Na vipi kuhusu wewe lakini? Mamako si atakuwa anakutafuta sana? Mchizi akawa kimya kwa muda, maana kiukweli yeye mwenyewe pia kammisi mamake. Mara simu yake ikaita tena na detective ndo kawapigia. Akawaambia ametoka kuwakomboa Bigi na Babi. Wapo hospitali kwa sasa hivi, hali zao kidogo zinaendelea poa. Na walitekwa na sio watu wa kawaida hawa. Hawa inaonekana ni watu wa karibu sana kwenye lile kundi ambalo wanalitafuta. Yaani katika kumtafuta kiongozi sasa. Temi akauliza si watakuwa salama lakini, na ilikuwaje mpaka kufikia huko? Detective akawaambia wapo salama. Issue ni kwamba Babi alimtaja Bigi, yeye ndo anajua wapi alipo Hex. Ndio maana Bigi pia akawa katekwa huko. Hex alisikitika sana na hii inathibitisha Babi ndo aliwasaliti pia wakati uliopita. Sio drama wala nini, bali kweli Babi ni msaliti. Sabalo na Eni wameamua kuja kuripoti kituo cha polisi baada ya kuona tu Temi na mzee wake haijulikani wapi walipo, simu zao hazipatikani, hakuna taarifa zozote kuwahusu. Wakawa wanajiuliza mbona hapa kituo cha polisi hakuna mtu? Sabalo akamjibu unajiuliza hivyo? Hivi unajua kwenye nchi polisi ndo watu wanaongoza kwa uvivu? Tulia Sabalo bana. Vipi kama wakikusikia ndo hawapo sasa? Yani hao jamani wavivu kinoma. Hata wakinisikia acha wajue tu kweli kwamba ni wavivu. Kwanza hicho chumba ni cha nini? DOP office. Tuingie huko. Eni akamrudisha Sabalo pale. Kwa nini unapenda kuvuka mipaka yako wewe? Mipaka gani sasa? Alafu kuna kile kimeandikwa interrogation room. Twende basi huko. Eni akamvuta tena. Sabalo, unanipa wazimu ujue. Akauliza sasa kwa nini? Hujui kama ukienda kule watakufunga na utotoka tena? Akasema watanifunga kina nani sasa? Hichi ni kituo cha polisi lakini ishakuwa kama nyumba ya kawaida tu. Polisi hawapo, haijulikani wapo wapi. Mara afisa akatokea kwamba alikuwa kwa chini huko na amewasikia yote. Wewe nahisi nimekupenda. Kuna nondo hapa sijapata watu nyuma yake kwa muda sasa. Akasema sorry sir. Kawa mpole kishenzi. Eni akamwambia kiongozi, tumekuja kuripoti kupotea kwa mtu. Kwa hiyo mnajua kabisa huku ndo sehemu salama ya kuripoti kupotea kwa watu. Lakini mpo bize kusema polisi ni watu wavivu sana kwenye nchi. Wakamwambia zamani kiongozi. Afisa naye ana hasira na huyo Sabalo, maana alikuwa anaongea maneno ya shombo kweli. Akawasikiliza hata maneno ya Eni tena. Mara akaingia huyo afisa mwingine na
anaonekana ndo kiongozi hapa. Akauliza shida nini na nini kinaendelea hapa. Wakamwelezea pale kuna mtu kapotea na nini, anaitwa Temi. Wakatoa taarifa chache zinazomhusu Temi. Afisa akamwagiza huyo mpambe wake awafungulie hawa faili la kupotea kwa mtu sasa, ili kazi ianze kufanyika mapema. Yule afisa akatoka pembeni kidogo na kuna simu akawa kaanza kuipiga pale. Aliyempigia akaanza kumwelezea kwamba kuna watu wamekuja kituo cha polisi na wanamtafuta Temi. Huyo kwenye simu inaonekana kumpa afisa maagizo mengine mazuri kabisa. Inaonekana alimpa maagizo awatimue hao jamaa waliokuja. Kweli bana, akarudi huku anakuta jamaa bado wanaulizana nani mwenye kalamu kwa ajili ya kuandika taarifa muhimu sasa kumhusu Temi. Akawauliza nyinyi nani kwa huyo Temi? Sabalo akasema mimi ni dereva wake, dereva tu wa kawaida. Akamuuliza dereva unaendesha maana vipo vinavyoendeshwa vingi. Sabalo akamwambia so huko ni dereva wa gari tu, wala endeshi mambo mengine huko. Kwa hiyo ni dereva wa gari na upo hapa kumtafuta mtu asiyekuwa hata ndugu yako. Na wewe ni nani? Akasema ni mwangalizi wake tu. Sema dada wa kazi mama. Kipi sasa cha uangalizi hapo? Kubali tu ni house girl. Hawa polisi. Da. Jamaa akamwambia kwa kuwa nyinyi sio ndugu zake, naomba muondoke na mrudi hapa baada ya siku 4. Akauliza mbona mwanzo ulisema tupewe faili? Nini kimetokea kwani? Afisa akawafusi kweli waondoke, waje baada ya siku 4. Na ni kwamba anawafukuza hapo kijanja tu. Sasa uwezi amini, wale jamaa magangster wana watu mpaka katika vyombo vya usalama. Wewe unahisi ni kwa kiasi gani wameiteka serikali? Kwa upande wa huko Bigi katoka hospitali yupo na detective na lawama zote ni kwa babi mzee. Mara nyingine tena leo anawasaliti. Hex akamwambia potezea, nini kimetokea haswa? Anasema walimteka na wamempiga nusu ya kifo mpaka akazima, lakini hajasema kabisa wapi alipo Hex. Ilikuwa kidogo tu apigwe risasi, ila kama bahati polisi wakawa wametokea pale, ndio ikawa salama yao wote wawili. Jamaa akasema da babi. Detective akauliza pia mliniambia kuna kitu ambacho unahitaji kujua. Kipo wapi hicho kitu? Temi akampa ile memory card, akampa na laptop pia. Anasema huko kuna mfumo mzima wa kundi la magaidi. Kuanzia mabosi wanaotoa kibunda serikalini mpaka mabosi wakuu, yani magangster wa huko mtaani. Temi akauliza pia katika hizi taarifa zote bado hajapata kujua ni nani ambaye alimuua mama yake. Detective akasema hilo ni swala la mzunguko. Wakishamjua mhusika mkuu, basi itakuwa rahisi kwao kumpata muuaji. Hex pia akamtoa wasiwasi, kila kitu kitakwenda kwa mfumo wake. Haya bana, majina yaliyopo kwenye laptop si majina yao kamili. Yani si majina kamili ya hao mabosi, bali ni majina ya kodi. Yani kuna namna wenyewe wanajiita kwa kodi. Na hapo anahitajika mtaalamu wa kompyuta zaidi ili kuja kuchekecha taarifa zingine zilizofichwa kiundani zaidi. Akawarudishia laptop yao pale, akasema anaenda na atarudi na mtaalamu wa kompyuta. Na kweli bana, baada ya kama dakika 20 hivi akawa amerudi na huyo mtaalamu. Anapakua mbaya kwenye hizo taarifa. Naye pia akashangaa sana, yani kuona wahusika wakuu ni watu kutoka serikalini. Lakini bado kuna chimbuko. Hao wakuu kamili hawajajulikana. Sasa katika taarifa zote hizi ambazo walikuwa wanazitaja pale, hakuna hata moja ambayo ilikuwa inakaribia kusema kifo cha mamake na Temi nani alikitengeneza, mpaka mamake kupata ajali ambayo iliondoa kabisa maisha yake na yeye kumfanya kilema kwa muda. Jamaa wakamwambia wakishampata bosi, hata aliyemuua mamake na Temi watampata kiurahisi, kwani watakuwa wamepata mzunguko mzima. Ila Temi kachukia kishenzi. Wao wanaongelea kuhusu kuwakamata hao jamaa tu, hakuna hata mmoja anayeongelea kuhusu kifo cha mamake. Ndio maana amechukia ile mbaya. Mwisho kakatoka nje pale, Hex naye akaungana naye nyuma. Temi kaja maeneo ya huku nje kabisa. Hex naye akamfuata pale. Analalamika, anasema hao jamaa wamekuwa wakifuatilia tu kuhusu mambo ya magangster, lakini hakuna hata mmoja anayefuatilia kuhusu kifo cha mamake au ni nani aliyetengeneza ajali ya mamake. Na inaonekana wapo mbali sana katika kumpata muuaji aliyemuua mamake. Hex akamwambia ndio maana wanataka kumjua kwanza mhusika mkuu. Baada ya hapo hata huyo muuaji watamjua tu. Temi kwani anaelewa basi watamjuaje muda huo kwa mfano? Hex akamsogelea kwanza, akamwambia wewe kuwa mvumilivu tu, ukweli wetu utakuwa wazi siku moja. Kumbuka tunapitia hali moja kwa pamoja. Afu ikafuatia hiyo. Alimpa hiyo kama kumtuliza tu. Na baada ya hapo akamtaka warudi ndani kuendelea kukagua zaidi na kujua yaliyomo kwenye memory card. Sasa waliporudi huku, jamaa baada ya kutafuta sana walipata jina la chifu mmoja ambaye pia anaonekana kuhusika katika hiyo mambo. Temi akasema huyo alikuwa ni rafiki yake sana na babake, yani yeye na babake walikuwa ni mabest friend kinoma. Hapo wakapata wasiwasi, kama ni hivyo basi hata maisha ya babake na Temi huenda yakawa hatarini au huenda yakawa yameshapotezwa kabisa. Wakapata na jina la kijana mwingine anaitwa Chijoke Izu. Huyu anaonekana alikuwa anawafanyia kazi kwa karibu sana katika masuala ya teknolojia, yani kupata wateja wale wa mtandaoni, lakini kwa siri sana. Na kuna mwanamke mwingine gangster anaitwa Dede. Huenda ikawa huyu ndo bosi mkuu au iwe kuna mwingine, maana hapo wachache tu ndo wamefanikiwa kujua kodi zao, wengine wote hawajawajua bado, lakini ndo wanaendelea kukagua zaidi. Temi naye ana machungu sana kuhusu kifo cha mama yake. Akasema anataka kuhusika katika hiyo kesi ya kumtafuta aliyemuua mama yake.
Bana, na hapo ndo unakuwa mwisho mwa episode 2 season 2. Tukutane episode 3. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili usipitwe na burudani hii. Ulikuwa nami kutoka mwanzo hadi mwisho, ni Klein Swahili.